Baba Mungu, tumia mtumishi wako, yuko tayari, ni mtumishi wako. Najua mafuta yako juu yake. Nguvu zako zikaonekane kuliko siku zote tulizoanza mkutano, katika jina la Yesu. Amen. Hebu tuinue mikono yetu juu. Kila moja inua mikono yako miwili. Nikihesabu 1, 2, 3, utapiga makofi yenye shangwe na vigelegele kwa nguvu sana kumwambia shetani amekwisha kushindwa. 1, 2, 3, tumpigie Bwana Yesu makofi. Nilikuwa ninafikiri hivi, sema kwamba tuwe tuna mavuno yapatikane, ili Jumapili tukisema wangapi wameokoka wapatikane zaidi ya watu 50 kanisani. Sasa watu hawa hawatapatikana kama mhubiri hapati nafasi. Niseme kitabu cha Mathayo 24. Asante kwa Ruiza, nafikiri mmempokea. Mmebarikiwa na Ruiza? Amen. Tutaendelea kusema mazuri kwa ajili yake. 24 mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Punguza besi kidogo. Na nguvu za mbinguni, Biblia inasema, zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Biblia inasema, ndipo mataifa yote ya ulimwengu yatakapoomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini mjifunze, au jifunzeni mfano, tawi likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kwamba wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika, miaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Biblia inasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Watu waseme amen. Sema tena amen. Kama amesema ataokoa, kweli ataokoa. Kama amesema ataponya, kweli ataponya. Na kama amesema atarudi, kweli atarudi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunaona mambo mengi yanavyoenda katika dunia hii. Mambo yanaenda shagarabagara. Mambo yanachanganya dunia nzima. Watu wanatafuta majibu. Ninaomba utulie unisikilize. Mambo wale tuliowategemea kuleta majibu, au tuliowategemea kutengeneza kitu fulani, wanashindwa. Ajira katika dunia hii ni tatizo. Magonjwa mengi ya kutisha yamejaa. Dunia hii inayumba, inatafuta msaada namna gani itaweza kusimama, lakini haiwezi kusimama. Ndiyo maana injili lazima ihubiriwe, ili watu wamjue Mungu wa kweli. Sema amen. Haleluya. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, sema amen. Kuokoka ni lazima. Mimi Kulola nimeokoka, nampenda Yesu Kristo. Wangapi wanampenda Yesu Kristo? Amen. Na hapa duniani sisi si wapita, si wakaji.
sisi ni wapitaji. Ukifikiri kwamba siku zote utabaki duniani, unakosea. Walikuwepo watu maarufu sana, leo hawapo. Walikuwepo watu wenye pesa, leo hawapo. Walikuwepo watu wenye elimu sana, lakini leo hawapo. Lakini ngoja niseme hivi, mambo mengi yamehubiriwa na huyu kijana. Ngoja mimi niseme mambo haya. Unapenda niseme? Unapenda niseme? Tunakimbia sana, tunaimba sana, tunafanya kazi ya Mungu sana, lakini tumelenga mahali fulani kwamba hatupotezi nguvu zetu. Tunataka tufike mwisho na mwisho uwe mzuri. Tumelenga mahali fulani. Ukiona watu wanacheza hapa, wanarukaruka, wamelenga mahali fulani. Na ukiona watu wanapepesha nguo zao na vitambana, wamelenga mahali fulani. Hapa sisi ni wapitaji. Yesu akasema mtu asifadhaike. Akasema msifadhaike yoyoni mwenu. Kama mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Naondoka duniani, naenda kuandalia makao. Yesu ameenda kuandaa jiji la Jerusalem, ambalo jiji la Jerusalem lile litaingiwa na wasafi wa duniani. Hebu tusimame, haleluya! Litaingiwa na wasafi. Hebu tuwaibishe shetani, piga kelele, simama. Litaingiwa na wasafi, watu waliosafishwa kwa damu ya mwana kondoo. Kama unapenda niendelee, sema amen kwa sauti ya juu. Unajua, mimi nimekulia hapa Mabatini. Nilikuwa nateremka pale chini na kula mishikaki. Nilikuwa nakaa kwenye ule mlima ule. Kwa hiyo nafahamu kwamba maeneo ya Mabatini wachawi wamejaa sana. Nafahamu Mabatini watu wengi wanywa gongo, wanywa pombe. Ndio maana hapa mchungaji Lameki wakati anaanzisha kanisa hili, hapakuwa namna hii. Watu walikuwa na mazingira tofauti mabaya. Mimi nikajiridhisha ndani ya moyo wangu kwamba injili tunayohubiri ni nuru inayoingia katika giza, na kisha giza linatoweka kwa jina la Yesu Kristo. Ndio natangaza kwamba wiki hii ni wiki ya kuwashughulikia wachawi wote, ni wiki ya kuwashughulikia mashetani wote, ni wiki ya kushughulikia watu walioteswa na nguvu za shetani. Tuwaibishe shetani, tupige kelele sauti ya juu, sema amen. Wakati ni lazima. Usiposema amen, unamwogopa shetani. Sema amen. Na kwenda mbinguni ni lazima. Amen. Hata kama watu wataandamana, kuingia mbinguni ni lazima. Amen. Yesu akasema msifadhaike mioyoni mwenu. Kama mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Yesu akatoka duniani. Sema ehe. Unaniboa, sema ehe. Yesu akapanda kutoka mlima ule wa Gethsemane. Akapanda Gethsemane, akafika juu. Ni kama vile mlima ule pale Mabatini, juu sana. Ukifika katika ule mlima pale, unaiona Jerusalem iko chini. Wakati Yesu anazungumza, ghafla akaanza kuinuliwa juu, akaanza kupanda. Natamani niache dunia hii iliyooza. Natamani baada hii dunia imesharibika, imejaa malaria, imejaa magonjwa yenye kutisha, lakini jiji la Jerusalem ambalo Yesu Kristo ameenda kuliandaa ni jiji ambalo halina magonjwa, ni jiji ambalo ni safi, takatifu, limejengwa kwa mkono wa Yesu Kristo mwenyewe. Kama unapenda Yesu, sema amen. Kama unapenda Yesu, sema amen. Ni jiji tofauti. Unaweza ukajenga nyumba yako, tetemeko likitokea itaporomoka, lakini ile jiji la ajabu, sema ehe. Anabeba matofali, anaweka tofali jingine, alafu chini anaweka malumalu safi, dhahabu safi, alafu anaanza kuweka vitasa vyake ni vya lulu. Vitasa sio vya kichina kama ulivyonavyo ndani ya nyumba, vitasa sana. Na wanawapo wakati wanatengeneza namna hii, labda wanapiga plasta ukutani, wanapiga. Najua hapa walipokuwa wakipiga plasta, walikuwa wanasema tumalize haraka tuanze kuabudia. Sasa wanapopiga plasta mbinguni, wanapiga tuharakishe walokole waingie katika lile jiji. Sikiliza niseme. Unapenda niseme? Wangapi wanapenda niseme?
Ile chichi, ngoja nikwambie, ukikanyaga mguu wake unaponyea, ukinyanyua mguu mwingine mabatini. Mwingine usura mkuta nani, sivyo, labda kapaliswa kwake kule, unamkuta kapaliswa, labda anatoka na mswaki ndani ya nyumba. Alafu mguu mwingine ni chichi safi lisilokuwa na umeme wa TANESCO, ni chichi safi lisilokuwa na magonjwa kama inavyokutesa, ni chichi safi ambalo Yesu Kristo ameliwekea thamani ya dhahabu kwenye mto wake. Nisikilize niangalie, kwa nini tunapigana? Tunatamani tuingie katika lile chichi zuri, lile chichi la ajabu, mto wake. Ukilala kwenye mto napiga mziki, roho yangu naikuimba jinsi wewe ulivyo. Unafurahi, unanyanyua mguu, unaweka juu, roho yangu naikuimba jinsi wewe ukiyapiga maji yake, maji yakiingia mdomoni hayana magonjwa ya typhoid. Kule mbinguni watu waliokoka hawatakuwa na huzuni tena. Kule mbinguni hatutakuwa tena na manyanyaso tunaonyanyaswa leo. Kule mbinguni hatutakuwa na jua kali kama tulionalo hapa. Kule mbinguni hatutaona nyumba kama hizi ambazo yamkini zinakutia kiburi. Unatembea barabara umejikunja, ina nyumba, sitaki kuokoka, kumbe ni nyumba ya tope, na tope lenyewe ni la Mungu, sio lako, lakini unajivuna kwamba ni changu. Nikueleze hivi, haya ni mambo ya muda mfupi na yatapita. Sikiliza niseme, Biblia inaeleza Yesu akatamka neno kusema ehe, na yeyote asiyeonekana kwenye kitabu cha uzima, huyo mtu alitupwa katika ziwa la moto. Watu wanasema halipo ziwa la moto, lakini ukweli ziwa la moto lipo. Nakumbuka wakati Mungu anamwambia Nuhu, akamwambia Nuhu, tengeneza, maana nitafanya 1, 2, 3. Nuhu akaonekana kama anacheza, kama tunavyoonekana tunacheza leo. Tunaposema injili, watu wanatuona kama hatuna akili. Yamkini mtu anaweza kusema walokole ni maskini. Yamkini walokole sio warembo, ndio maana wamejishaishia. Yamkini walokole hawajasoma. Napenda nikueleze hivi, kama unataka kukuta elimu iliyotulia nzuri, utaipata kwa Yesu, na watu waliokoka ndio wanayo. Kama ni warembo, wanapatikana kwa Yesu. Kama ni vijana handsome, wanapatikana kwa Yesu. Usiposema amen una matatizo sana. Tunapatikana kwa Yesu Kristo. Kile kilichochema, kama una mawazo hayo, umepitwa na wakati, geuka haraka, utakuta vitu vizuri kwa Yesu. Kama napenda niendelee, pepea mkono wako vizuri. Sikiliza niseme, jehanamu itakuwepo, na kwa sababu narukaruka, ngoja nimaliza sasa hivi. Jehanamu, wataalamu wanasema ni ya aina 3. Kati ya hizi 3, jehanamu moja wapo. Kama mtu unaweza ukawa umeandikwa jina lako kanisani kwako, mchungaji wako anakujua, ndio maana ukitaka kuokoka, jioni amekutembelea, anakueleza usiende kwa mchungaji Lameki, ni nabii wa uongo, hataki uokoke. Nasema hivi, anakuzuia ujue jina lako litabaki kanisani, lakini kwa Mungu halijulikani. Hata ukijifaragua, jina lako linajulikana kanisani, lakini kwa Mungu hujulikani. Binafsi nakupa pole. Ndiyo maana huna matumaini. Ukiona jeneza linapitishwa unashangaa, mawazo yamekata tamaa. Ndiyo maana mme wako akipata hawala, akapata ukimwi, na wewe unao. Ninakupa pole, unao. Ndiye huyo tunayemtamka ni Mungu wa watu waliokoka. Waliokoka wapige kelele, simama, haleluya. Utajulikana kanisani kwako, lakini Mungu hakujui. Utaimba kwaya sana, lakini Mungu hakujui. Jehanamu itakuwepo ya aina 3. Kati ya hizi 3 moja wapo ipo. Jehanamu ya kwanza inawezekana iko katikati ya dunia.
iko katikati ya dunia. Moto unaowaka unaunguza miamba. Unapounguza ile miamba, linapoanguka lile jiwe, tetemeko linatokea. Ule moto, Biblia inasema dunia itagawanywa. Itakapogawanywa ule moto, yamkini ni jehanamu. Huwezi kujua, maana volcano ikilipuka. Kwa mfano, nilikuwa nimeenda nchi moja magharibi mwa dunia, nikaona volcano ikipita hapa, hata ili kanisa lote linakuwa unga uchi. Yani likipita hizi nyumba zote zinakuwa uchi. Na likiingia Ziwa Victoria linazama ndani ya maji, na ule moto wa volcano unaanza kutembea ndani ya maji. Ukitokeza juu unatengeneza kisiwa kama kisiwa cha Patri. Ule moto yamkini itakuwa ni jehanamu. Wataalamu wengine wanasema sivyo. Jehanamu inaweza ikawa ni katikati au nje ya dunia ya jua. Wazungu wanasema, ma-astronomers wanasema nje ya jua kuna moto unaofikia degrees 12,000. Kwa hiyo jua litasogezwa karibu na uso wa dunia. Na kitabu cha Isaya kinasema joto litaongezwa mara 7. Maana yake ukizidisha 12,000, 84,000 moto mkali. Wote huo utawachoma wote wanaosema uongo, watu wenye tabia mbaya kama yako. Unapenda wanawake sana, akipita mwanamke mpaka unajisahau, unapenda wanawake hali una mke nyumbani kwako. Anayesema amen, Mungu ambariki sana, sema amen, haleluya. Wenye sifa kama yako hawatamuona Mungu. Watakaozuili wanawakachoma kwenye ule moto ni wengine hawa wasiolewa pombe, isipokuwa wanaonja whisky, wanaonja mvinyo kama wewe. Hata kwenye friji unao. Sura yako inaonekana unakunyoga kidogo. Endelea kusali, lakini Mungu hutamuona, maana mbinguni hairuhusu walevi kama wewe. Watu wasema, Yesu alitengeneza pombe. Una matatizo ya akili. Yesu hawezi kutengeneza. Kama Yesu alitengeneza pombe, basi wewe unatoa sadaka na malimbuko kanisani kwako. Bwana mtoaji sadaka na malimbuko kanisani ya pombe, ujue kwamba ni kitu kibaya. Watakaoingia mbinguni ni watu waliotakaswa kwa damu ya mwana kondoo. Kama tuko pamoja, tuseme amen, haleluya. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema amen. Unapenda Yesu piga kelele amen. Sikiliza niseme. Unapenda niendelee? Wengine wanasema jua ni moto uliokusanyana. Wengine wanasema sio jua, sio moto, ni jiwe linalotoa moto. Wengine wanasema elimu ya chini, wanasema jua halizunguki. Wengine wanasema jua linazunguka. Sasa katikati ya jua kuna moto unaofikia nyuzi milioni 40. Ukizidisha kwa 7, maana yake ni milioni 200 kama 80. Moto ndani ya nyumba ni nyuzi chini ya 100. Ule ni 200 kama 80 milioni. Mwanadamu utatupwa hapa. Watu walipokuja kukumbuka, wanakimbia kwa Nuhu, mlango umefungwa. Utakimbia kwa mchungaji Lameki, hutamkuta. Utakimbia kwa wachungaji, hutawakuta. Utakimbia kanisani, hutakuta msaada. Ndiyo maana Biblia inasema ule mwisho utafika mpaka injili ihubiriwe. Nilipopewa nafasi na mchungaji Lameki, nikasema Mungu ameniona, lazima nije nihubiri ili Watanzania wenzangu waweze kumjua Mungu. Kama unapenda niendelee, nyosha Bwana Yesu, mtikishie mikono yako. Amen, haleluya. Sikiliza niseme. Unapenda niseme? Jehanamu ya 3, wengine wanasema ni ulimwengu wa roho. Itatamkwa, itaonekana. Na moto utasimama namna hii. Na moto ukisimama utaenda juu sana. Utasimama wapi? Haijulikani mpaka leo. Utalala ule moto chini. Utawavuta watu wote, hata kama uko wapi utavutwa. Utajikuta unashikilia namna hii. Utastukia unalegea, unavutwa. Na ule moto wa jehanamu ndani yake kuna funza wenye kuchoma mbele na nyuma. Wanapita katikati ya ule moto, hawaungui.
mwanadamu atapigwa, ili ujue kwamba Mungu hakuwa na mpango wa dhehebu. Mungu hakuwa na mpango wa kanisa lako. Kanisa lako limesajiliwa Tanzania, lakini Mungu halijui. Ndio maana likikosea linafutwa. Mpango wa Mungu ni huu. Kama unapenda niseme sema amen. Mpango wa Mungu ni wokovu kwa maisha ya mwanadamu. Basi unapenda niendelee? Unapenda niendelee? Ndio maana tunakimbia haraka ili watu walisikie neno. Na jehanamu iko hivi, sikiliza nikueleze. Unapenda niseme kidogo? Jehanamu inagawanywa kwamba atakayeanza kutupwa jehanamu ni nani. Nimemuomba Mungu kwa ajili yako. Sihubiri, nimeomba kwa Mungu ili watu wafunguliwe. Wa kwanza atakayetupwa jehanamu kwenye moto mkali sana ni Shetani pamoja na malaika zake. Hao watatupwa kwenye moto mkali mno. Na nyote mnafahamu hivi, anayefanya kazi huwa ni Shetani mmoja tu. Wale malaika walioasi na Shetani mpaka leo wamefungwa, hawafanyi kazi. Kama wangekuwa wameachiwa, dunia hii isingelikuwepo. Anayetusumbua ni mmoja tu, malaika mmoja anaitwa Lucifer. Dunia yote inatikisika. Ndiye anayesababisha watu wawe homosexual, wanaume kwa waume waoane. Ndiye anayesababisha, Shetani huyo mmoja ndiye anayesababisha mwanamke badala kutembea namna hii. Amezaliwa mabatini, baba yake ni Mkuria, mama yake ni Msukuma, anatembea namna hii. Leo anatembea namna hii. Shetani mmoja tu. Shetani mmoja ndiye anayesababisha mtu anatembea namna hii. Mmoja tu. Shetani ni mmoja tu ndiye anayesababisha wewe ukatae wokovu. Mmoja tu. Wale wengine mpaka leo wamefungwa. Haya mapepo unayoyasikia, Makata, Maimuna, Subiani, Anzura, yote ni maroho tu yanayotengenezwa. Ni roho tu zile. Kwa Shetani na malaika wake watatupwa jehanamu. Sehemu ya pili yenye moto unaofuatia, watatupwa mle ndani. Atatupwa nabii wa uongo na mpinga Kristo. Sehemu yao wewe hutaingia. Sehemu ya tatu itakuwa na moto mkali. Watakaotupwa wote ni watu wasiokuwa na Mungu kama wewe. Unabeba Biblia, unaenda kanisani, lakini hujaokoka. Nikikwambia okoka sasa, mimi niokoke, mimi msichana mrembo. Wapo warembo kuliko wewe. Wapo wasichana wazuri kuliko wewe. Usiposema amen, una matatizo wewe. Urembo wako ni kwa sababu umejitubua. Chumbani na ndio unakuta unatembea umeweka mikono yako namna hii. Ukivua nguo yako namna, watu wanaweza kukimbia. Kama nabishi niteremke ni kuaibisha. Unamkuta msichana tu anatembea anasema, mimi mchungaji naomba niombee, nataka mwanaume handsome, nataka mwanamke handsome, mwanaume amesoma, mwanaume tajiri. Nikimwangalia yeye mwenyewe sio beautiful. Yeye mwenyewe weupe wake ndio anafikiri upichushwa. Kwanza nikueleze nisikueleze. Anajiona mrembo kwa sababu amejichubua. Anajiona mrembo kwa sababu ana nywele zimeanguka mbele. Akicheza kidogo tu, kumbe kichwani ana kipara. Mambo ya nywele haya na mambo mengi, kumbe ana kipara. Mchungaji nataka mwanaume handsome, yeye mwenyewe sio handsome, beautiful. Nataka mwanaume aliyesoma, yeye mwenyewe ameisha darasa la pili. Nataka mwanaume tajiri au yeye mwenyewe hata stuli hana. Kiburi kimejaa. Sikiliza niseme. Unapenda niseme? Wangapi wanapenda niseme amen? Haleluya. Watu kama wale, sehemu yao itakuwa ni kali mno. Hata uzuie, utavutwa, utatupwa ndani. Na ukitupwa jehanamu, wewe uliye na dini hujaokoka, utaona funza anakuja anapiga hapa. Ana drill, anatoboa kama nani trade hivi. Anatokeza hapa, anaanguka chini, anaenda. Au anatoka anapiga hapa. Anatoboa kwa hivi. Anatokeza hapa, anaenda.
watu watakuwa natoa ndimi zao ndefu mpaka hapa, zinatafuta maji namna hii, maji wasipate. Jehanamu, wewe si unadanganya mchungaji wako. Najua hawezi kukwambia mchungaji, kwa sababu akikwambia utaokoka. Ndio maana anasema hakuna wokovu duniani. Yeye mwenyewe hajaokoka, yeye mwenyewe amejaa mapepo. Huwezi kupata hekima kwa mtu asiye na hekima, huwezi kupata wokovu kwa mtu asiye na wokovu. Ndio maana wokovu wa kweli unapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Sema amen, haleluya. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unampenda Yesu piga makofi. Haleluya. Natangaza habari za Yesu Kristo. Ukikataa kuokoka, Yesu ana watu wengi. Yupo Solomoni, si umeokoka? Wapo kina Solomoni, wapo wasichana wazuri kama hawa hapa. Ulikuwa unaona tu kwaya zinaimba vizuri, wala hawana dalili za ukimwi. Wewe ujiangalie ulivyo. Ukifanywa hivi tu Bugando hospitali na drip 8 pale. Namshukuru Yesu kwamba tumeokoka. Dunia ikikataa bado tumeokoka na tunasimama na Yesu Kristo. Haleluya. Piga kelele sana. Piga kelele haleluya. Bado tuna Yesu Kristo. Watu wakipinga bado tuna Yesu Kristo. Tukikataa bado tuna Yesu Kristo. Usiposema shetani atakushangaa sana. Haleluya. Ndio maana walokole sema wakisema mchawi nitakuroga, namwambia utajiroga mwenyewe, unirogi mimi. Walokole tembeni kwa maringo. Kijana uliokoka vaa suti yako, sema hata ukipita kwenye bonde la uvuli wa mauti usifanyaje? Usiogope, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Niendelea kidogo. Ukilala malaika wanakulinda. Ukikuta irizi unairuka kwa jina la Yesu. Kama nasema na watu watakuwa nasema amen. Ukilala malaika usiku kucha na ndio faida ya ulokole. Hebu niangalie. Mimi sasa hivi nina miaka 53. Lakini niko safi. Sibali ni kijana tu. Sina shida. Nimehubiri injili sasa karibu miaka 30. Yani hata watu wakikataa wote, mimi nabaki na Yesu, sina shida. Tumwaibisha shetani kwa kupiga makofi na vigelegele. Wenye vigelegele wako wapi? Wenye wako wapi? Wenye shangwe wako wapi? Vijana wako wapi? Watu wako wapi? Kanisa lako liko wapi? Kabla kwa Yesu Kristo. Sikiliza niseme. Unapenda niendelee? Unapenda niendelee? Siwezi kukufutia mahali pasipofaa. Siwezi kukufutia mahali panapotesa. Mungu na atulani. Lakini nakufutia mahali pazuri ambako hata mimi nimeishi kwa raha, nina starehe. Nikilala wala sifikiri kama nitarogwa. Nikitembea sifikiri hata bakata kwamba ataniingia. Hayo ndio maisha nataka uwe nayo wewe. 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 Sio maisha unatembea tu ukimwona paka tanapita mweusi, kumbe ni paka tu anapita. Tayari unabeba mbuzi kupeleka kwa mganga. Hayo sio maisha. Ukiona mwanamke mzee tu anatembea hivi, kumbe macho mekundu kwa sababu ya moshi wa jikoni, unasema ni kachawi. Hayo sio maisha. Maisha ukimwona paka anapita unatambua kama huyu ni nani? Ni paka. Kama ana kifua aje. Kama ana kifua aje. Lakini hesabu ni paka. Napenda hiyo. Napenda hiyo. Sikiliza niseme. Watatupa sehemu ya tatu wote wa Kristo. Wote wa Kristo.
wasiokoka, bali unaweza ukawa ni Mkristo